Vipi? Salama, unaongea na dalali hapo. Sawa sawa. Sasa nilikuwa naulizia kile kiwanja chako cha bondeni kule. Nilikuwa na tajiri hapa ndio nilikuwa nahitaji kuja kukiona hicho kiwanja. Ya upo nyumbani? Basi sawa, tunakuja hapa na kupitia tukakiona hicho kiwanja. Ya sawa. Vipi anapatikana, ni mazingira ya wapi? Sema kiwanja kinapatikana mazingira ya Kisembure hapo kati. Hapo kati. Sio mbali hapa. Na usafiri huko sio mbali. Sasa mna shida, nadhani pita ndani ya gari kule. Tuondoke. Basi ngoja tuende. Maana kaniambia uko kwake pale. Basi tunampitia tu ndio tunaelekea. Basi sawa. Sawa. Nadhani pita kule, pita. Sawa. Kiongozi? Nadhani bwana, shukrani sana. Hapa fresh hapo. Kile kiwanja mimi mwenyewe utanishukuru baadaye. Kiwanja kizuri. Ni mbele hapo ushakaribia kufika. Kwa kweli nitashukuru. Sababu unaona kama nilikwambia kwamba kuna kampuni ambayo unashia nayo ubia ambao ndo nataka tuanzishe mradi wa Rafael Oil. Unajua nadhani itakuwa hivi. Basi sawa. Msikilizaji ndio yule pale. Basi sawa, mna shida. Wewe tulipaki hapa. Vipi, ushachukua zile document? Nazo. Basi sawa. Kiti mheshimiwa. Karibu. Leta kiti kiongozi. Hivi ndio vitu shabiki lakini kweli kabisa. Ndio. Fresh kabisa bwana. Umenipigia simu bwana, nilikuwa ndio natokea shamba hapo. Sasa kuna ule mjadala bwana, ngoja na kucheki mara moja kwa sababu nipo kwenye mipango fulani. Na kutafuta ngoja kwanza. Sasa nimekuja hapa. Kama uko tayari, tukaangalia eneo kama kijijia muweze kumalizana. Basi hamna shida, uzuri nimekuja muda mzuri na eneo lenyewe liko hapo tu. Kila kitu iko vizuri. Basi sawa, eneo la kwako kabisa. Ya kwangu jamani, halina mbambamba, sio la familia. Kabisa jamaa yangu naelewa kabisa. Nazo. Kwa hiyo tunaweza tukaelekea huko shambani. Na eneo liko wapi kwani? Eneo liko mbali na hapo. Niweze kujua kwamba eneo hilo vipi kuhusu mambo ya vipimo, labda manispaa ishakuja kuhakikisha kwamba ile eneo ni la uhakika kwamba ni miliki yako. Vipimo liko vizuri na lina hati miliki zake zote ziko vizuri. Ziko ndani tu hapo. Hati miliki zote ziko vizuri na nishapimwa eneo kubwa. Naamini litakufaa kabisa kiongozi. Basi sawa, hamna shida. Ndio. Kiongozi. Hawa mimi nawajua vizuri, nawajua. Ndio. Kwa sababu mpaka wamenikabidhi kile kiwanja na watafutia tajiri. Ina maana tumekaa muda mrefu, tunajuana kwa kifupi. Kwa hiyo kiwanja ni kina haki zote za yule mheshimiwa kama alivyokuambia, cha kwake na hatimiliki anazo, ni cha urithi, lakini sasa kwenye familia kabaki yeye peke yake. Basi sawa, mna shida nadhani. Ndio. Hapo ibakia ni wewe tu kufika hesabu. Ndio. Kwa sababu mimi
kama umelizia sawa, tunaweza tukafanya mabadilishano ya kiwanja na hela, hatimiliki anazo, tukasaini, shughuli kaisha. Basi sawa, nadhani kwa hilo kiwanja nishakiona na mazingira nimeyapenda kiukweli. Kwanza nipende kuwashukuru kwa sababu kutegemea kama kiwanja kingekuwa hivi, lakini sasa mara baada ya hapa twende kule niko park gari tukamalize kila kitu, nifanye malipo. Yes, ili mambo mengine yaweze kuendelea. Basi hamna shida. Naona sawa, twendeni kule ili tu jambo lisiwe kubwa sana. Fanye mambo kila mtu afanye chake. Hamna shida sana. Baadaye mida hapa nahisi uanze kusaini hapo na mheshimiwa. Saini tu. Hivi hapa saini ya mwenyekiti. Kila kitu kipo mmoja. Waisha saini. Wewe tu kusaini hapa. Yaani kabisa ni issue iko vizuri kabisa. Hata hizo zote. Bomba kwa kiongozi wao. Yes, nadhani sasa hapa mambo nisainie kwa huko. Yes. Hamna shida kabisa. Nadhani sasa hapa mambo yatakaa sawa kiongozi. Kisha naniliwa hapo kabisa. Mambo yatakaa sawa. Yes, na hiyo sehemu ya shahidi naomba amalize. Ndio. Hamna shida. Sawa. Yes. Hapa nakuwa hapa. Chukua na dole lako hivi. Hapo. Yes. Nadhani mambo yamekaa sawa. Hapo naona mambo yamekaa sawa. Haya, sasa ngoja tufanye miamala. Ndio. Ngoja hapa nichukue simu. Nadhani bwana shukrani sana. Haya bwana. Hamna shida. Kiongozi, nadhani bwana shukrani sana. Hapa fresh hapo. Kile kiwanja mimi mwenyewe utanishukuru baadaye.